Maisha gani hayo mke wangu? Sasa maisha unayoona yapo sawa. Sasa tunaendelea kupambana, ipo siku tutakuja kaa vizuri tu. Bado nishachoka. Kila siku atakaa sawa. Yaani naamini sasa hivi kilimo kimekaa vizuri hivi. Tukivuna tu mazao mambo yanakuwa mazuri. Vumilia tu mke wangu na uvumilivu. Vumilia, ili mtoto wetu atakapokuja basi atakuja kwenye maisha mazuri kabisa na kijacho. Tuendelee kuvumilia. Naamini mtoto akija atakuja na baraka zote, maisha yatakuwa mazuri, kila kitu kitakuwa poa kabisa. Uwe mvumilivu tu. Sawa? Tuvumilie kama hapo tumekuja kusaga sasa hizi tukapike ugali hapo. Maisha yanaenda kabisa. Naamini ipo siku hata hao ambao unaona wamefanikiwa walianza hivyo hivyo mke wangu. Sawa? Sawa. Mimi nakuomba tu uvumilie, naamini tutakuja kutoboa. Sawa mama kijacho wangu. Mtoto ajaanza kupiga mateke kweli huko. Siku mzigo ndio uko tayari. Hiki tayari huko. Ona tayari kweli. Tuwe kupika tule mapema. Mama Pita. Abe mume wangu. Njoo kidogo hapa. Haina shida. Karibu. Asante mwanangu. Nimesikia umeniita. Ndiyo. Nimekuita hapa mke wangu. Nafikiri matokeo ya form 4 yametoka. Sawa. Na bahati nzuri vijana wetu wote wawili wamefaulu. Wote wamefaulu? Ndiyo wote. Hata Pita kafaulu? Ndiyo, tena yule ndo mwamba sasa. Kapiga. Mimi huyo mtoto mbona simuelewi? Utamuelewa tu. Nimuelewe kwa lipi? Maana siku hizi tuma zimekuwa nyingi. Anatembea na watoto wa shule, anatembea na wanawake mitaani. Ataweza shule kweli huyo? Lakini mtazamo mkubwa ni wao wenyewe kwa sababu sisi hatujui kinachoendelea juu ya shule. Kwa vile wamefaulu kuendelea na masomo, tuwaite, tukishawaita tuzungumze nao ili tujue mtazamo wao ni upi. Je, wanakubali kuendelea au kuna changamoto fulani? Wao ndo waje watudhibitishie. Basi kwa kuwa umeamua wewe, lakini mimi kwa Pita nilikuwa siafikie naye kwa sababu tabia zake ni za ajabu sana mitaani. Ila kwa kuwa umeamua wewe kama mzazi, mimi ngoja niwaite. Sawa, Pita. 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 Mbona kama tunaitwa na mama kule? Ndio babu umeteta. Pita, nafikiri nimewaita na mama yenu hapa ili kuwaelezea kuhusu matokeo yenu ya mtihani. Matokeo yametoka, mmefaulu kwenda chuo. Lakini tumejadili na mama yenu hapa, tukaona tuwaite wote kwa pamoja ili tuweze kujua mipango yenu ipi katika matokeo haya. Tuanze nawe Musa, una mpango gani kuhusu haya matokeo kwa sababu umefaulu? Mimi baba nahitaji kuendelea kusoma. Unahitaji kuendelea kusoma? Ndio. Lakini unaenda kusoma kabisa kwa madhubuti ya kusoma au unaenda kuchezea fedha? Na lengo la kusoma baba. Basi sawa. Wewe Pita, wewe unasemaje? Matokeo yametoka, umefaulu kuendelea. Sisi wazazi ni kuwasikiliza nyinyi mnataka nini, na sisi haki yenu lazima tuitimize. Sijui unasemaje juu ya hili? Mimi dadi nilikuwa nafikiria hapa hivi. Mama hapa hivi ana kauli ya kusema kwamba mimi niende shule au nibaki. Mimi mwenyewe ndo naamini kwamba hivi naweza nikabaki mtaani au
nikaenda shule. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria hata mama hapo asiongee chochote. Mimi niko nawaza tu nipatie hela, niingie mtaani nichekeche. Alafu dogo tuje tuone akirudi hapa atakuja amepata nini. Eti mtoto wako. Lakini mume wangu, Pita siku zote nakwambia huwa haeleweki, saa zingine hata shule huwa afiki, mitaani kesi kama zote. Nashangaa unavyomwambia kwamba aendelee na shule. Hiyo pesa ni bora uanzie miradi mingine kuliko ni kumpa mtaji huyo mtoto. Sasa yeye hataki kwenda shule. Anataka tumpe mtaji afanye biashara. Na mimi naweza nikasema yeye yuko sawa kwa sababu anachokiweza ndo amekitoa. Kwa hiyo wewe ulikuwa unashaurije juu ya huyo Pita? Kwa sababu mimi Pita alichokizungumza ndo nataka nitekeleze kama mzazi, kwamba anataka biashara, atamke fedha anayotaka nimpe. Huyu mwenye shule yeye aende, lakini wapo wengi tu ambao wanaenda shule mwisho wa siku wanarudi hakuna chochote. Lakini mume wangu, Ndiyo. Ulikuwa unaonaje hawa wote watoto wakaenda shule, kuliko ni mmoja akabaki mitaani, mwingine akaenda shule? Kwa sababu shule ni jambo la muhimu sana kwa muda huu kuliko ni kukaa mitaani, maana kazi za Pita ni nyingi humu mtaani tunazisikia. Sawa mke wangu, lakini sasa kama nilivyosema awali, mtu huwa anafanya anachokiona kwake ni sahihi. Tunaweza tukampeleka shule na asifanye chochote, tukawa tunatupa pesa bure. Kwa hiyo ni bora alichochagua yeye. Mimi nilikuwa naafiki tumpatie pesa anayotaka. Yaani aseme yeye kwamba kwa sababu sisi Mungu katujalia kidogo tuna nafasi, basi anachotaka kiasi cha pesa tumpatie afanye biashara, na sisi tutakuwa naye karibu, tunaangalia, tutamsimamia. Na huyo aliyechagua kwenda shule tumpe nafasi, japo shule mimi naona kama ni kuchelewa tu. Mimi watoto wangu siko mbali sana na nyie, kwa sababu kila mtu amechagua anachokipenda. We Pita umechagua biashara. Ni biashara gani ambayo umeiplani kuifanya na inahitaji mtaji kiasi gani? Mimi baba nilikuwa nafikiria hapa nianze kuuza nguo za wanawake hapo, labda kidogo hivi niwezekawa mambo yako vizuri. Alafu mtaji nilikuwa naomba kama milioni 10 hivi au 10, ni 10 tu nafikiri. Baba Pita, milioni 10 za kuanzia mtaji wa kununua nguo za wanawake? Siku zote wanakwambia mwanao anapenda sana wanawake. Hata hiyo hela nina imani haitotoka kabisa. Hapana mke wangu, Pita amechagua milioni 10. Nafikiri kwetu milioni 10 si shida. Na kwa sababu yeye ndo anaona mtaji anaweza kuendesha na sisi tupo tutakuwa tunamwangalia, haina shida. Mimi nampatia hiyo milioni 10. Halafu na yule mwanafunzi mahitaji yake ataje kwamba ni mahitaji, form zitakapokuja mahitaji yake yote tutakilia na ada kila kitu, na yeye ande kwenye nafasi aliyochagua. Basi sawa mume wangu, lakini kwa huyo mtoto ni changamoto kubwa sana katika maisha yetu. Lakini kwa kuwa umeamua we kama mzazi, baba mwenye nyumba, haina shida. We mgawie hiyo pesa aweze kuanza hiyo biashara. Shikamoo dada. Usinisalimie, sogea hapa. Nimekuachia kazi gani asubuhi wewe? Kuosha vyombo. Umeosha? Ulikuwa na kazi gani? Kwa namalizia kazi ya shule. Nishakwambiaje mambo ya shule hapa kwangu? Unashinda unataka kuosha vyombo vichafu ndani hujafagia, maji hayamo. Ulikuwa unafanya kazi gani? Kwa namalizia kazi ya shule. Usiniambie kazi ya shule. Nishakwambiaje kuhusu kazi za shule? Wewe na akili unasikia? Osha vyombo haraka hapa.
mimi rafiki yangu nalia. Yaani dada ananionyesha. Kila siku ananipiga kwa dada kwenda shule, sijui hata simuelewi. Kwa sababu gani? Sijajua. Pale kuna ofisi ya kata tuna watu wanaotoa msaada kwa watu wanaonyanyasa. Sasa inabidi tuende tukatoe mashtaki kwa mtendaji. Tumshtaki dada? Hapana, sio kumshtaki. Ila ni kuenda kuomba tu lazi ili waje wamwambie asikie. Itawezekana kweli? Itawezekana. Kande rafiki yangu. Twende. Baby. Uliponiambia kwamba jamaa ametoka. Na tuna bosi amini kabisa. Haamini vipi? Kwa nini bwana? Nasema labda anaweza kanichoma kwanza huyo. Si Basi. uniamini. Na waamini wewe tena. Napenda sana baby. Ndio mimi siishi vipi? Hata mimi. Vipi? Unataka tuendelee au? Nisikame Nini shida? Mwapo silisema atakuwepo au? Nimekwaje? Hebu kamwangalie, kaangalie kachumulia hapo na.